Barini za muda huu, ndugu wapendwa wa Tanzania. Jina langu naitwa Godlisten Charles, ni jana kama unavyoniona, lakini ni rafiki yake mwandishi wa kitabu kinachoitwa Kesho Inayong'aa. Nipo hapa kwa ajili ya kueleza zaidi kwa habari ya elimu katika kitabu na umuhimu pia wa kukisoma kitabu chenyewe. Kitabu hiki kina maudhui mbalimbali ikiwemo masuala ya kiuchumi, masuala ya kimaisha kwa maana ya watu waliofeli kimaisha, lakini pia swali lingine ni habari ya maisha pia ya kiroho. Katika mambo hayo matatu sana, katika swala la kimaisha kwa jumla, napenda kuongelea hapo kwamba kitabu hiki kimelenga kwa wale ambao wamewahi kuumizwa, lakini pia wale ambao wamewahi kukatishwa tamaa kwa namna moja ama nyingine. Kitabu Kesho Inayong'aa inakupa hatua moja mbele ikiwa utaisoma kwa utaratibu ambao bila kurukaruka wala bila kufanya yote ambavyo inakutaka wewe kufanya, isipokuwa kwa kusoma kwa taratibu, kusoma kosa moja baada ya nyingine. Alipokuwa akiandika hiki kitabu, amegusia wale watu ambao wameishi katika mazingira mbalimbali, lakini inalenga sana kwenye maisha yake yeye mwenyewe, ambayo maisha yake yanasadifu kwamba mtu ambaye amewahi kupita kwenye changamoto mbalimbali, lakini katika yote amemwona Mungu akimpigania katika mengi. Kwa waliowahi kuumizwa au kukatishwa tamaa, katika kitabu cha Kesho Inayong'aa inampa hatua moja mbele, maana ya kwamba kuhamasisha kwamba pale alipofikia sio mwisho, lakini inampa kuwa na kujaribu tena, kama kitabu kinavyosema Kesho Inayong'aa. Kitabu chenyewe ni hiki, lakini kwa maana hiyo kinaitwa mtu atapata hamasa kwa kusoma kitabu hiki kuwa na hatua nyingine. Na kwa mimi kusema hivyo basi, asanteni kwa kusikiliza. Karibuni mnunue kitabu kinachoitwa Kesho Inayong'aa Volume 1. Asante. Majina naitwa Sara Julius Limwemole, ni dada yake na mwandishi wa kitabu cha Kesho Inayong'aa. Mimi ni dada yake wa tatu katika familia ya Limwemole. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mdogo wangu Ebeneza. Mungu amenisaidia, ameweza kutoa kitabu chake kizuri, kinahamasisha kusoma, kinafundisha, kinaelimisha, kinatia moyo waliokata tamaa katika safari. Mungu anaweza kuwatumia na akawatia nguvu kupitia kitabu cha Ebeneza kinachoitwa Kesho Inayong'aa. Tunamshukuru Mungu pia kwa alivyomuumba jinsi alivyo. Tunashukuru kwa sababu ni makusudi yake na malengo yake kumuumba alivyo. Hatujamkatia tamaa wala kumwonea lolote baya, bali tunashukuru kwa kila alichotenda kwa ajili yake. Pia hapa nimeshika kitabu kinachoitwa Kesho Inayong'aa. Naomba niwasomee ukurasa wa mbele uweze kuona mwanga wa kitabu hiki cha Kesho Inayong'aa. Mwandishi, jina langu ni Ebeneza Julius Pole. Nimezaliwa mwaka 1999 mkoani Arusha, Tanzania. Ni mtoto wa mwisho katika familia ya watoto watano, ikiwa wa kiume pekee. Wazazi wangu ni watumishi wa Mungu, baba yangu akiwa askofu wa jimbo la Arusha, kanisa la DNPC, na mama yangu akiwa mama mchungaji na fundi wa ushonaji. Maisha yangu yamekuwa safari ya neema ya ajabu kutoka kwa Mungu. Nilizaliwa na changamoto ya kimwili, lakini hiyo haijawahi kuwa kikwazo cha ndoto zangu, bali imekuwa daraja la kufikia wito wangu. Nilianza kujitambua nikiwa na miaka 20, na ndipo nilipogundua kuwa si mtu tegemezi kama jamii ilivyotaka kuniona, bali ni mtu wa majibu kwa wengine. Nilijifunza kwamba hata mtu mwenye ulemavu anaweza kuwa msaada, sio tu tegemezi. Sikuwahi kupata nafasi ya kusoma shule ya msingi au sekondari kama wengine,
lakini kwa msaada wa watu walioamini ndani yangu nilijifunza kusoma, kutumia kompyuta na baadaye kuhitimu mafunzo mbalimbali. Yote haya kwa neema ya Mungu. Leo ninajishughulisha na miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na kusaidia vijana, watu wenye ulemavu na jamii zilizo katika mazingira magumu. Ninaamini kuwa mtu anaweza kutoka mahali pa kuonekana hana maana hadi kuwa msaada kwa wengi. Naamini katika nguvu ya uthubutu na kila siku ninainuka kuwasaidia wengine waamini hilo pia. Nimeandika kitabu hiki si kwa sababu nimefika, bali kwa sababu najua kuwa watu wengi ambao wako njiani wanaoanza kama nilivyoanza mimi au wanaotaka kurudi walipoanguka. Kesho inayong'aa ni zawadi yako. Naamini bado hatujaona yote, maana kesho inayong'aa ni kitabu kizuri kinachokutia moyo. Asante, karibu mwenyewe. Hiki kitabu cha Kesho Inayong'aa. Karibuni, Mungu awabariki sana. Karibuni sana, mnunue kitabu hiki, maana hakichoshi, kinafurahisha, kinatia moyo na kinakutia nguvu, kinakujenga katika safari ya maisha. Asante. Kesho Inayong'aa. Karibu sana, pate nakala yako. Asante.